Ni asante Bwana kwa asubuhi ya leo. Ni asante kwa wema wako na fadhili zako. Jina lako litukuzwe, jina lako lipewe sifa Bwana. Utukufu, heshima, adhama zote ni zako Bwana. Umetulinda, umetuwezesha, umetupa nafasi ya kuiona na kuishi katika siku hii Bwana. Kwa ajili ya wema wako, kwa ajili ya fadhili zako, pokea sifa, pokea utukufu. Pokea heshima, pokea adhama zote. Hakuna Mungu kama wewe Jehova. Ni wewe tu Bwana wa kuabudiwa katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana kwa ajili ya neno lako. Asante Bwana kwa ajili ya mtazamaji asubuhi ya leo Bwana. Na napolisikia hii neno Jehova, likalete uisho, likalete utakazo, likalete msamaha Bwana katika maisha ya watu wako Bwana. Mtakatifu jidhihirishe. Roho wa Mungu, Roho Mtakatifu uliye mwalimu mkuu, Roho wa Mungu naye tuwezesha na kualika asubuhi ya leo kashuka kayatawale maisha yetu katika jina la Yesu Kristo. Ni asante Bwana kwa wema wako, asante Bwana kwa fadhili zako. Pokea sifa, pokea utukufu, pokea heshima na adhama zote katika jina la Yesu Kristo tumeomba tukiamini. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Ni asante kwa asubuhi ya leo mtazamaji. Karibu katika neno letu la asubuhi ya leo, End Time Devotion, ibada yetu. Majina yangu ni Pastor Patrick Nyongesa chini ya Reverend Kasungu. Ninaamini ya kwamba Bwana anaenda kuyakusa maisha yako. Tunaendelea na mahali baba tuliajia, tunazungumzia kwamba end time or harvest time is coming. Wakati wa mafuno unakuja. Mahali baba tuliajia tuliona ya kwamba katika Matthew chapter 13:41-43 nasema ya kwamba siku ya mwisho Bwana akasema ya kwamba wacha ngano na makuku yakuwe kwa pamoja, lakini ile siku ya mwisho ataweza kutuma malaika wake, ataweza kusanya makuku na pia wakaweza kuisanya ngano. Na tunaendelea kujifunza ya kwamba tunapokaa katika ulimwengu huu tujue ya kwamba katika huu ulimwengu hatukai permanent. We are not here permanent but for a season. When the season ends, tutajua ya kwamba kuna mahali ambapo sisi wote tutaishia. Either umeokoka ama hujaokoka, lakini kuna mahali lazima tutafika. Twende katika kitabu cha Wakorintho, 2 Corinthians chapter 5 from verse 1 to verse 10. Now we know that if the earthly tent we live in is destroyed, we have a building from God, an eternal house in heaven, not built by the human hands. Meanwhile, we groan longing to be clothed with our heavenly dwelling, because when we are clothed, we will not be found naked. For while we are in this tent, we groan and are burdened, because we do not wish to be unclothed, but to be clothed with our heavenly dwelling, so that what is mortal may be swallowed by life. Now it is God who has made us for this very purpose, and has given us the Spirit as a deposit, guaranteeing what is to come. Therefore we are always confident and know that as long as we are at home in body, we are away from the Lord. We live by faith, not by sight. We are confident, I say, and you will not prefer to be away from the body and at home with the Lord. So we make it our goal to please Him, whether we are at home in the body or away from it. For we must all appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is due to him for the things done while in the body, whether good or bad. Tunajua ya kwamba tunazungumzia wakati wa mafuno, na wakati ambapo tulisoma tukaachia tukaona ya kwamba wakati wa mafuno na wakati ambapo tunatimiza msimu mwingine na ukaribisha msimu mwingine. Yesu akasema ya kwamba mpanzi alikwenda shambani na akapanda mbegu njema, na ile mbegu njema alivyoipanda, naye atui pia akacha akaipanda makuku. Na tunajua ya kwamba neno limesema ya kwamba ichapokuwa tunakaa katika huu mwili huu ukiharibiwa, tunajua ya kwamba tunao mwili mwingine wa utukufu, mwili wa mbinguni ambao tutavikwa. Paulo akinena wa Korintho anawatia moyo ya kwamba ichapokuwa hii mwili, anatumia the word tent, hii mwili huu ambao ukiharibiwa
twajua ya kwamba tunao mwili ambao usiochengwa na mikono ya mwanadamu, lakini ni mwili wa milele utokao mbinguni. Kwa hivyo tunaugua tukiutazamia tukavikwe katika huo mwili, na wale ambao walio ndani ya Kristo, hawa ndio watakaovikwa katika huo mwili. Na hapa anasema ya kwamba ile uharibifu, ule mwili unaoharibika ili ukaweza kumeswa na mauti, lakini ule unaoharibiwa umeswa na ule wa uzima, uvikwe ule mwili wa uzima. Sasa kuna makeuzi wakati wa mafuno. Twajua ya kwamba maisha hii tunayoyakaa, tunaishi ya kwamba maisha hii hatuishi kwa kuona, tunaishi maisha ya imani, na imani inayotokana katika Yesu Kristo, na imani inayotokana kumwamini Mungu Baba kupitia katika Yesu Kristo, kwa kuliamini lile neno na kuamini ya kwamba yeye ni mwana wa Mungu. Na pale tulisoma wakati mwingine Yohana ikasema ya kwamba mwana amepewa uweza na mamlaka ya kupeana uzima. Sasa nini nasema ya kwamba tuna uchasiri ya kwamba katika huu mwili hata ukiharibika, twajua ya kwamba tutaupata mwingine usioharibika, tutavikwa mwingine. Huu mwili wa ulimwengu, huu mwili ambao wanyama huu ukiharibiwa, tutaupata mwingine. Mstari wa 10 pale tumesoma neno nasema ya kwamba pale, for everyone must appear before the judgment seat of Christ, that each one may receive what is done to him, what is due to him for the things done while in the body, whether good or bad. Na kila sisi wote tutajikusanyika mbele ya kiti cha hukumu cha Yesu Kristo. Ndiposa tukasema ya kwamba mwana ndiye amepewa uwezo wa kuhukumu na mamlaka, na tena huyo mwana amepewa uwezo wa kupeana uzima. Sasa maisha yanapatikana katika Yesu Kristo. Na pale penye tuliachia Mathayo ikasema ya kwamba yeye akasema ya kwamba wacha makuku yakaweza kukua pamoja na ngano, kwa maana uking'oa makuku kabla ya wakati angali cha komaa, makuku yanaweza toka na ngano. Lakini siku ya mafuno ataambia wale wafunaji, wale wakufuna ya kwamba wakati huo ikifika, kusanya makuku kwanza, yafunge matita, yachomwe, na alafu ngano ipelekwe katika kala lake. Sasa hapo nini nasema ya kwamba kila mmoja wetu sote tutaweza kusimama katika kiti cha enzi cha hukumu, na sote tutahukumiwa kwa matendo yale jinsi ambayo tumeishi katika mwili. Sasa ewe mpendwa, asubuhi leo jua ya kwamba kuna siku ya mafuno, na tuko katika maandalizi kwa ajili ya mafuno, siku ya mwisho, na sote tutaweza hukumiwa kile ambayo tumeyatenda tukiwa katika huu mwili wa nyama. Wengine wakuvikwa mwili usioharibika, wengine wakiingia katika uharibifu wa milele. Jiulize, wewe utafunwa kama ngano ama kama makuku? Tumu katika neno, ukaishi maisha ya imani ya kumtumikia Yesu Kristo na kumtumainia yeye, na kuachana na dhambi, na kuachana na nasa, na kuachana mambo ya mila na desturi, na kuishi maisha inayokupasa, maisha ya wokovu. Uko pale hujaokoka, ningependa nikaweza kuomba pamoja na wewe. Rudia haya maombi nyuma yangu. Sema, Bwana Yesu, asubuhi ya leo nimetambua mimi ni mwenye dhambi. Nimetembea mbali na upendo wako. Yesu, ulikufa msalabani kwa ajili yangu. Ninatubu kila aina ya uovu. Ninatubu kila dhambi ambazo nimezitenda. Futa jina langu katika kitabu cha hukumu. Andika jina langu katika kitabu cha uzima. Yesu, ingia ndani mwangu. Ewe shetani, mipango zako na hila zako hauna nafasi maishani mwangu. Mimi ni wa Yesu, nimeokoka na kuamini. Amen. Uko pale, unahitaji, unahoja, kabla hujaanza siku yako, amini kwa pamoja nikaweza kuombea. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ni asante kwa asubuhi ya leo kwa ajili ya mtazamaji Bwana, na napojiandaa kwa ajili ya siku hii Jehova. Ninaomba Bwana, ewe mtakatifu, ukamtangulia, ukamuongoze, tawala maisha yake, tawala njia zake. Bwana, ukaimarishe maisha yake Bwana. Asubuhi ya leo Bwana, anapoanza siku Bwana, ukamtetee, ukaweze kumpikania katika jina la Yesu Kristo. Napinga kila aina roho zote, napinga kila mitego zote za adui katika jina la Yesu Kristo. Nimeomba nikiamini. Amen. Kesho tena tupatane kwa wakati kama saa 12 asubuhi, Facebook,
Redeemed Gospel Church Miritini, Twitter, YouTube RGC Miritini. Maombi na ushauri pika hii namba 07 22 255 754. Shalom. See you tomorrow the same time.